kanisa 254. Na venye mmesikia, venye mmeona, we still have a very difficult mission yenye we have to rescue a kid mwenye amepotelea kwa msitu huu mkubwa, hata sijui nitauita aje, but it is a big forest na tujui tutatoa wapi mtoto. Tukienda tunapata mchawi anafanya kazi zake kwa katikati ya hiyo forest yenyewe. Tena tukitaka kumshika tunapata tena ameshapotelea. So guys, the mission is getting hotter and hotter, so I don't know wenye tutafanya, but guys, continue supporting us wherever you are, because hapa hivi tunalala hapa, we are making prayers and we are fasting because of this kid. Kama venye mliona mama mtoto alishatupea maelezo venye kulienda. Alisema mtoto wake alimwacha na shosho, but kurudi akapata kama nyumba it is vacated. Akienda kuendelea akapata waliingia kwa the great forest yenye hata watu wanakatazwa kuingia. So guys, continue praying for us. Sahi niko huku, mtumishi Charles ako na huko ako kwa maombi. I'm just trying to figure out, yani unaweza kuwa unatembea tu hivi upatane tena tu na mtoto kama ameko kwa jeneza. So guys, we are here, tumetoka maombi and tumeona kama mahali pamoja itatusaidia. So we are just going to continue, tutaendelea kutembea tu kwa hii msitu tukijua kama tukijua venye tutafanya. Hata mtume anaweza nitokelezea nisaidie kutafuta kunionyesha njia, because I don't know what to do. We have prayed, we have fasted. January ndo inaisha, bado hatujapata mtoto. Guys, continue praying for us, continue being with us wherever you are. Support yenyu ni muhimu sana, by the way. Support yenyu it is very much helpful. Juu sasa bila nyinyi hatujui tutafanya aje. Tumeomba, tumeimba, tumemsifu Bwana. Mama mtoto wako huko, hata amelia, hata machozi imekauka. So guys, na hii maneno inakuwa ngumu. What are we going to do? Mtoto hata ajaipelekwa shule. Nimesikia mamake anasema ati alienda shule. Anasikia eti mtoto hajawahi kanyaga shule. So mimi nashangaa what kind of a grandmother mwenye anaweza fanyia mtoto wa mtoto wake hivyo. So then Shalom. 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 Yes. Shalom. Yes. Melissa. Yes. Where are you going? I am just looking for a way to get this kid. Unaenda wapi Melissa? Namtafutia mama mtoto ambaye alipotea. You are getting lost. Unapotea Melissa. Niambie. Kabla hujaniambia habari ya mtoto. Ndio. Nimekuwa nikizitazama habari hizi. Ndio. Na nikiona iwapo sipo tena duniani. Nilirudi katika makazi makuu ya mitume, lakini hili jambo lako limenifanya nikaweza kurudi. Amen. Nimerudi kwa ajili ya hii jambo la huyu mtoto, maana huyu mtoto si mtoto tu bali ni mteule. Amen. So Melissa, yes, you have to hurry up. Lazima uharakishe, maana nafsi ya mtoto yule inanililia, inahangaika. Ndio mtume. Nguvu zake zinatumiwa vibaya. Na hayupo mbali na hapa Melissa. Nasema hayupo mbali na mahali ulipo. Yes. Yuko katika msitu huu.
Kwa hiyo fanya kila jitihada, kila juhudi na mwenzako Charles. Ndio. Hiyo itwaje mwenzako huyu? Mtumishi Charles. Ndio. Fanya kila juhudi mumuokoe, maana nguvu za mtoto yule zinapotumika na waganga anazidi kupoteza nguvu, na kwa muda wa siku chache atakuwa ameiaga dunia. Mtume, nielekeze. Kwa sasa nikisema nitarudi, nitakuja, ndakuwa na kudanganya, siwezi nikaja, lakini nitakupa mwelekeo. Ndio. Ili ukiweze kumpata mtoto yule. Lakini si kibarua rahisi, ni kazi ambayo ni ngumu sana, maana kutahitajika mambo mingi sana. Kunahitaji kujitolea. Ndio. Kunahitaji maombi, na kunahitaji kibidi pia sadaka. Ndiyo. Ya shukrani. Mama mtoto alisema atatoa sadaka ya mbuzi Mtume. Naam, shalom. Vizuri sana. Ndiyo. Vizuri sana Melissa, kwa kuwa unaelewa. Ndio. Sasa ipo wapi holy water ama anointing oil? Ni Mtume Charles ndo ako nazo, alikuwa ameenda kuomba katikati ya msitu huko. Nikaacha. Sawa. Hakikisha mpo na maji. Ndio. Na mafuta ya upako. Kisha ndio mtafunga safari. Ndio. Itakawachukua siku ngapi? 2. Siku 2? Ni kwa msitu huu. Ndio. Lakini mtachukua siku 2. Na mnapaswa mnapoanza safari hii msile, msinywe maji, dry fasting. Yes. Na nielewa? Ndio Mtume. Naona mko katika maombi. Msije mkala, maana hivi vita si virahisi. Ndio. Narudia, vita si rahisi. Mkicheza, mmoja wenye anaweza kapoteza na maisha yake. Kwa hiyo fuata jinsi ninavyokueleza. Ndio Mtume. Mtapata mahali jeneza ya ule mtoto ama ingine Mtume. Mtapata jeneza la kwanza. Ndio. Msiliguze. Limwagieni holy water na anointing oil. Ndio. Huenda lisionekane, lakini nguvu mtakazokuwa nazo katika hali ya kufunga na kuomba, mtaiona jeneza ile. Ndio. Hiyo ya kwanza ikemeeni. Ndio. Muimwagilia anointing oil, itayeyuka na kupotea. Kisha mtafunguka macho, mtaiona barabara inayoelekea kwenye mto. Kabla mjafika katika mto yule, turn on your left. Yes. Mwende, mtapata kichaka kimeshikana kana kwamba ni nyumba. Ingieni pale. Ndio. Mtajipata katika njia panda. Nendeni njia ya kushoto. Ndio. Mtapanda baadaye mlima. Ndio. Na hapo ndipo Roho wa Bwana atawajaa na atawapeleka mahali mtoto yule alipo. Ndio. Na ninawaambia Melissa, ndio, usichukulie mission hii mzaa, maana ni mission ya hatari sana Melissa. Ndio. Hakikisha unafuata kila sharti. Nimekuambia utapata sanduku la kwanza, si la mtoto. Sanduku la mtoto liko katika nyumba ya mganga yule. Umesikia masharti yangu? Ndiyo mtume. Umesikia njia ambayo mtafuata? Ndiyo. Kama hujaelewa niambie. Unasema nitapata mahali kunakaa nyumba ya kichaka ama? Ni kichaka kimeshikana kinakaa nyumba. Ndiyo. Bali si nyumba, ingia pale. Ukiingia pale, Roho wa Bwana atawaongoza. Mtapata njia inaenda, muingie kulia, mteremke mpaka kwa mto. Mtajipata njia panda.
nendeni tena kushoto, si kulia, kushoto. Hapo mtajazwa na nguvu za Mungu, na mengine yote yatakuwa ni rahisi, yatakuwa ni mwongozo wa Roho. Je, una swali? Hapana mtume, nimekuelewa kabisa. Na tunafaa kuenda na mama mtoto ama tuende na mtumishi Charles peke yake? Hapana. Ndiyo. Maana mamake mtoto namuona hana imani. Ndiyo mtume. Na pia ana wasiwasi. Kwa hivyo anaweza kafanya mkapoteza imani. Nendeni tu mkiwa watumishi peke yenu, wale wenye imani. Ndiyo. Na nimesema mkumbuke kufunga, hakuna kula wala kunywa maji yoyote. Ndiyo. Mwelekee. Na iwapo mtapata shida, ndiyo, msitelewe kuniita. Na msikose kuniita jina la Mungu, maana nipo juu yenu na watazama, na nipo tayari kuwasaidia. Asante sana mtumishi. Nilielekea katika makao makuu ya mitume, ndio maana siku hizi hamnioni ulimwenguni. Ndio. Lakini nimekuja kwa sababu yenu, nimeona mtoto huyu ataangamia. Kwa hivyo Melissa, ndio, harakisha mtafute mwenzako. Ombeni, fungeni na mfuate masharti. Tafuteni mtoto yule, hakikisha mnamwokoa. Ndio. Maana mwana yule ni mteule. Sawa? Ndio. Haya, kabla sijaondoka. Ndio. Una swali? Ndio mtume. Nauliza. Naam. Huyo shosho ambaye alikuwa ameleta huyo mtoto. Naam. Pia tunaweza mpata wapi? Sababu nilisikia alifanywa kichaa na akaambiwa aende asiwahi rudi tena. Tutamtoa wapi? Sasa yuyo nyanya hayupo hapa Kenya. Ndio. Ametembea katika kichaa yake, ameingia Tanzania, na hilo pepo limemsukuma aende apotelee, aingie Zambia, apotee pote, asiaje onekana. Na ndio maana nikawaambia harakisheni mwokoe mtoto, maana mna kazi ya kumwokoa pia yule nyanya mnaita shosho. Ndio. Mkamwokoe huyo shosho pia. Kwa hivyo Melissa, ndio, hamna muda wa maswali, hamna muda wa mazungumzo, ndio, hamna muda wa kuchelewesha. Ondoka saa hii, uangalie jinsi ambavyo unasaidia huyo mtoto. Shalom, shalom. Mwenyezi Mungu uangalie wanao, uwazingire. Nashukuru Mungu, nimeshapewa maelekezo. Nimeambiwa siku 2 tutakuwa tunatembea kwa msitu, tufunge na maombi. Guys, continue praying for us because hii mission bwana, tuombeeni tusikufe kabla tujapata huyu mtoto, na tumeambiwa tu fast. So guys, let me continue to walking. Nirudi mahali mtumishi Charles ako, alafu nimweleze maelekezo ya mtume, alafu sasa niendelee, tuanze safari.